Wanawake wa Yesu, napenda nitoe tamko moja. Hakika mnajua kupendeza. Narudia tena, mnajua kupendeza. Lakini katika kupendeza huko, natamani nikuelekeze na nikueleweshe kitu ambacho kitakufanya wewe ukapata kuwa karibu na Yesu Kristo zaidi pale unapovaa mavazi yako katika mwili wako. Sasa nataka niwaambie wengi katika Kristo Yesu, wanawake, kina mama, wadogo zangu wa kike, wamekuwa katika hali ama mmekuwa katika hali ya kujivika mavazi katika miili yenu, ambao hayo mavazi kiuhalisia yanakuwa katika hali ya kuweza kuwaondoa katika utukufu wa Mungu. Narudia tena, kuvaa kwa macho ya damu na nyama, nasema ukweli, mnakuwa mnapendeza. Nasema ukweli kwa sababu huo ni uhalisia. Lakini wanawake wengi mnashindwa kuelewa mavazi yako, ingawa katika jicho la binadamu inaweza ukaonekana uko sahihi, lakini kumbe mbele zake Yesu Kristo wa Nazareti, mbele zake Mungu muumba mbingu na nchi, umevaa mavazi yasiyokupaswa kuyavaa kama mtakatifu unayetegemea kwenda mbinguni. Sasa nikueleweshe kitu kimoja. Katika Biblia kuna hili andiko linasema, Mithali sura ya 7 na mstari wa 10. Biblia inasema, na tazama, mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo. Narudia tena, Mithali sura ya 7 mstari wa 10, na tazama, mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo. Katika kuvaa mavazi yako katika mwili, mwanadamu, mimi ama na wengine, labda mchungaji wako, nabii wako, mtume wako, mama mchungaji wako, anaweza kukutazama na akasema, wow, you look beautiful. Lakini Yesu akakutazama na akasema, binti yangu, kulingana na neno langu, mavazi uliyoyavaa, kutokana na neno, umevaa mavazi ya kikahaba. Sasa, hebu tazama aina hii ya mavazi. Mavazi haya wanawake wengi kanisani, kwenye shughuli, kwenye happy birthday, kwenye harusi, kwenye kitchen party, kwenye sehemu nyingi, hata nyumbani, wa mama, wa dada, wadogo zangu, shangazi zangu, kuwa mnavaa mavazi ya namna hii. Mavazi yenye kuwa na neti, yani kana kwamba yanaakisi ngozi yako ilivyo. Mavazi ambayo yanaacha vipengele vya sehemu za mwili wako wazi, iwe ni mabega, iwe ni kifua, iwe ni mgongo, iwe ni popote pale. Ukiwa kama mwanamke unayetazamia kuiona mbingu, mavazi haya kwako dada, mama, binti, ni hatari. Narudia tena, sikatai. Mimi nazungumza kwa lugha ya kibinadamu. Katika macho ya kibinadamu, nikikuangalia ama mtu akakuangalia, you look beautiful, yani kwa macho ya kibinadamu. Lakini katika ulimwengu wa roho, kutokana na Roho Mtakatifu na kulingana na neno la Roho Mtakatifu, mavazi haya yanakuweka katika hatia ya kukufanya ukawa katika mmoja wa kuvunja amri ama kuvunja mapenzi ya Mungu kwa kuvaa mavazi ambayo Biblia nimekusomea. Mithali sura ya 7 mstari wa 10, Biblia inasema, na tazama, mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo. Sikulaumu mama yangu, dada yangu, sikulaumu. Usikute mchungaji akukwambia, nabii akukwambia, mama mchungaji wako akukwambia, usikute katika watumishi uliokuwa ukiwaamini na kuwafuatilia hawajaweza kukuelewesha kuhusiana na hiki kitu. Sikulaumu. Mimi mwenyewe pia nimetoka huko nikichukulia kila kitu kuwa ni sahihi. Lakini baada ya kujifunza neno la Mungu, nikajifunza na kupata kuelewa, kumbe Biblia inasema hivi. Nikusomee hili andiko na nikuelekeze kutokana na hayo mavazi unayoyaona. Kama umevaa na kama unatumia mavazi ya namna hiyo, si sahihi kwako kama mtakatifu unayetegemea kuiona mbingu. Nikusomee hili andiko kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 9. Neno la Mungu nalo linasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Narudia hivi,
Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Hilo ni neno la Bwana. Sasa watu wengi nimekuwa katika hali ya kuwaelekeza, mavazi ya namna hii mama si mazuri, mavazi ya namna hii kijana si mazuri. Sasa wengi, kwa sababu hukuweza kuelekezwa na kuambiwa, umekuwa ukichukulia ni kitu cha kawaida wewe kujivisha mavazi ya namna hii. Sikiliza nikwambie mpendwa katika Yesu Kristo, iwe ni mchungaji unanisikiliza, mama mchungaji unanisikiliza, nabii, sijui hata mshirika unanisikia, mavazi ya namna hii kulingana na maandiko ambayo nimekusomea yanapata kukwambia mavazi ya kujisitiri. Mavazi ya kujisitiri ndio unapaswa kuyavaa. Mavazi haya yanayokuacha kipande cha bega wazi, yanakuacha kifua mahali wazi. Mavazi ambayo yanakufanya umevaa neti kana kwamba ngozi yako ndani inaonekana, ni moja ya kishawishi cha kumshawishi baba yule, kaka yule, kijana yule akutazame, akuangalie, apate kusema wow, emu angalia miguu yake ile, emu angalia mabega yake, emu angalia namna kifua chake kilivyo. Ni kitu chenye kutaka kumshawishi mtu atazame mara mbili. Niseme hivi, wanawake wa Kiislamu wanajistiri, wanajitunza katika kuvaa mavazi yenye kufunika miili yao, wale kweli wenye lengo la kutaka kuweza kumpendeza Mungu wao. Lakini leo katika Kristo Yesu, wanawake wa Kikristo ndio kwanza wamekuwa ndio chanzo cha kusababisha watu wengine wakapate kuona unaweza ukawa na Kristo lakini bado ukawa unaishi duniani. Unaweza ukawa na Kristo na bado ukawa unavaa mavazi yale ambao hawa watu wengine walikuwa duniani na wewe pia ukavaa. Sikiliza mama yangu, sikiliza dada yangu, sikiliza mchungaji, mavazi ya namna hii Biblia inasema si mavazi ya kujisitiri, si mavazi ya kuweza kumfanya mtu akayavaa mwenye lengo la kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tupo katika nyakati za mwisho ambapo Yesu Kristo anakaribia kurudi, na namtukuza Mungu aliye hai ambaye ameweza kugusa watu wake, lengo tuweze kuwa na ujuzi na ufahamu na hekima tukapate kufikishiana ujumbe wa namna hii. Narudia tena, usikute mchungaji wako hajai kukwambia, nabii wako hajai kukwambia, usikute mtume sijui nani uliyekuwa chini yake hajawahi kukwambia kwamba kuvaa mavazi ya namna hii si sahihi. Sasa mimi natumika kama sauti kutoka kwa Mungu aliye hai kuzungumza na wewe. Usikute umeshikilia simu, usikute unasikiliza kwa jirani yako, ama usikute kwa namna yoyote ile umeweza kuscroll sijui wapi ambapo umekutana na huu ujumbe. Ni kwamba Mungu ametamani kusema na wewe. Mavazi yako yanaweza kuwa chanzo cha kukusababisha ukakosa kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Nataka niseme hivi, mimi ni kama mjumbe na wewe ni kama mjumbe. Utakapoamua kubadilisha mavazi yako, huwezi jua, kuna mtu mwingine atakapokuangalia atakasema, dada huyu mbona alikuwa anavaa mavazi ya namna hii, mbona sasa kabadilika? Wewe unaweza ukafanyika kuwa chanzo cha kumfanya mama yule, dada yule, binti yule akapata kufuata njia iliyo sahihi. Baba, kama una mtoto na anavaa mavazi ya namna hii, una uwezo kumkalisha chini, mwambia, mwanangu sikiliza, kuna wanaume wengi huko wanakutazama kwa namna tofauti. Unaweza ukamwelekeza kwa namna unavyoweza kama baba, kama mzazi, iwe ni mama, iwe ni mjomba, iwe ni shangazi. Una uwezo kukaa chini na hao mabinti waliokuwa chini yako, ukawasaidia kuweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Sasa kilichopo ni hiki, ufanye nini? Kama una mavazi ya namna hiyo, ninakushauri kitu kimoja. Kama unashindwa kwa lugha nyingine kutupa, kitu cha kufanya kwako, kama una uwezo wa kuchukua kitambaa kingine na kuziba kila maeneo ambapo yapo wazi, kila maeneo yanayodhihirisha ngozi yako kwa ndani, kila maeneo ambayo yanakuacha katika hali ya kuwa kishawishi, ninakusihi katika upendo wake Kristo Yesu, ni heri ukachukua hilo vazi ukalichoma moto. Kama utashindwa kufunika hivyo sehemu ambazo zinakuacha wazi, kama unashindwa kuchukua kitambaa kingine ukashona ukafunika hapo palipokuwa wazi, chukua hiyo nguo, piga moto. Na ninazungumza hicho kitu kibiblia. Ukienda kusoma kama homework na kuachia Matendo ya Mitume 19
mstari wa 19. Ukisoma hapo, kuna watu walichukua vitu walivyoona si sahihi wakavichoma moto. Kwa mimi nakusihi katika upendo wa Kristo Yesu, ili uwe salama, kama nguo yako haiwezi kufunikwa, hivyo vitundutundu visionekane, kama huwezi, chukua hiyo nguo, piga moto. Mungu atakubariki na mavazi mengine. Ndugu yangu, tupo katika nyakati za mwisho. Kama haujamkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, ninakusihi katika pendo lake Yesu Kristo, fanya maamuzi hayo leo. Fanya maamuzi hayo leo. Tupo katika hizi nyakati ambapo ukishindwa kumkiri Yesu sasa, majira yanayofuata itakuwa ni ngumu. Ndugu katika Bwana Yesu, kama unatamani kupata mahali pa kuabudu, upo nchini Tanzania, uko Tanzania, uko Morogoro, uko Dar es Salaam, uko Kenya, uko popote pale, una uwezo wa kunitafuta. Iwe una swali, una maoni, una ushauri, unatamani kuweza kufahamu zaidi, una uwezo wa kunitafuta. Na namba ya simu ya kunipata ni 0710679104. Kama upo nje ya nchi ya Tanzania, namba ya simu ya kuitumia ili kuweza kunipata mimi Allen Wallace, +255-710-679104. Yule Mungu aliye hai akubariki, akulinde, akutunze. Amen.